Hakuna mafanikio yoyote ambayo unayajua wewe utayapata pasipo kumtolea Mungu sadaka. Kama unataka ufanikiwe katika Mungu, lazima Mungu umtolee sadaka. Na ukija kuona mtu katika sadaka ni mzito katika kutoa katika upande wa Mungu, nisikilize, utakuwa Mkristo wa kawaida wa kupasha viti moto. Utapasha kiti hicho moto, hutaona baraka za Mungu. Lakini kama unataka kufanikiwa katika Mungu, lazima sadaka utoe. Tena sadaka hiyo ile inayouma. Mungu alipofika hatua anataka kuja kukomboa ulimwengu, alifanyaje? Alimtoa mwanae wa pekee. Alimtoa mwanae wa pekee. Alifanyika kuwa sadaka, Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe yuke ambao mtoe mwanao, utakubali? Nguvu ya sadaka inavunja kila vizuizi vyovyote vilivyokushikilia. Kwa hiyo siri ninayowapa wanangu, mtoleni Mungu sadaka, na sadaka inayouma. Tuangalie katika kitabu cha Yohana 3:16. Pale Mungu ndipo alipojifunua juu ya utoaji wake wa sadaka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini leo hii muumini umekaa ukiambiwa habari ya kutolea Mungu sadaka, hutaki. Umekaa kwenye kiti, muda wa sadaka ndio wengine mnajishusha hivi, mnajinyongonyesha. Nisikilize, neno la Mungu linasema ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Usitarajie kama utakuwa dhaifu katika matoleo utafanikiwa. Hutofanikiwa. Kama kuna mchungaji anawatia moyo, huyo ni muongo. Huyo ni muongo. Hakuna mafanikio yote pasipo kumtolea Mungu sadaka.